Tumsifu Yesu Kristo. Kama ambavyo tunaelekea ukingoni mwa sherehe hizi za Pasaka na tunajiandaa kusherehekea sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, sisi waamini leo tunaadhimisha Jumapili ya sita ya Pasaka, tukiwa tunaelekea kusherehekea kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kisha Pentekoste. Katika Injili ya leo, Yesu anatuahidi kitu kikubwa sana, amani ya kweli, na pia anatangaza ujio wa Roho Mtakatifu ambaye atakuwa mfariji wetu, mshauri wetu na mwalimu wa ndani katika mioyo yetu. Yesu anasema, amani na wacheni, amani yangu na wapa, si kama ulimwengu utoavyo, ndivyo mimi niwapavyo. Katika dunia ya leo yenye vurugu, migogoro, ukosefu wa haki na sintofahamu nyingi, maneno haya ya Yesu yanatoa tumaini jipya. Amani ya Kristo si ya mdomoni tu, bali ni ya moyoni, si ya nje tu, bali ni ya ndani. Amani hii hujengwa juu ya upendo, msamaha, ukweli na uaminifu kwa Mungu. Ndugu zangu wanasana, kama sisi ni wana wa Mungu tuliyebatizwa kwa jina la Kristo, na hivyo basi tutajenga amani katika upendo, amani katika msamaha, amani katika ukweli na amani katika uaminifu kwa Mungu na jirani yako. Katika masomo ya leo, ndugu zangu, umoja wa kanisa ni tunda la Roho Mtakatifu. Katika masomo ya leo tunajifunza mambo matatu ya msingi yanayoleta amani katika maisha yetu. La kwanza, kama nilivyosema, umoja wa kanisa ni tunda la Roho Mtakatifu. Katika somo la kwanza tunaona kanisa la mwanzo linakabiliwa na mgogoro mkubwa. Kupitia ushauri wa Roho Mtakatifu, mitume waliweza kufanya uamuzi wa hekima na kuimarisha umoja wa waamini. Ndugu zangu, tunaishi katika dunia ambayo sasa iko viganjani. Sisi kama Wakristo, pale ambapo kanisa linakosa umoja, ni lazima tupige kanisa la mwanzo. Mitume waliweka kanisa na wakafanya maamuzi ya hekima na kuimarisha umoja wa waamini. Kwa umoja wa waamini ndio utakaoleta amani ya kweli. Jambo la pili la msingi, Roho Mtakatifu anatuongoza leo. Yesu anatuahidi Roho Mtakatifu atakayefundisha na kutukumbusha yote. Anatukumbusha ahadi zetu tulizotaja siku ya ubatizo. Anatukumbusha ahadi zetu tulizotaja siku tulipofunga ndoa, ili tuweze kuleta amani katika familia zetu. Wakristo wanaalikwa kuwa na maisha ya sawa, kusoma neno la Mungu na kushiriki sakramenti. Haya yote yanatukumbusha sisi wajibu wetu kama Wakristo. Na jambo la tatu, tunaitwa kuwa mashahidi wa amani ya Kristo. Katika familia, jumuiya na kazi, sisi ni mashahidi wa Injili ya amani. Mkristo aliyekamilika ataonekana katika ushahidi wa Injili ya amani, sio katika mgawanyiko.
Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 ametoa fundisho juu ya amani katika familia, na katika hili amesisitiza kwamba katika mafundisho ya hivi karibuni ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesisitiza kuwa amani duniani huanzia ndani ya familia. Kwa hiyo sisi wanakisana, amani yetu katika kijiji chetu kitaanza katika familia ya kila mmoja wetu. Familia zenye maombi, mazungumzo ya upendo, msamaha na kusikilizana ndizo msingi wa jamii yenye amani. Papa anasema familia ni shule ya kwanza ya amani. Kwa shule ya kwanza ya amani ni familia. Kama kuna mvugano kwenye familia, jumuiya zetu hazitakuwa na amani. Jumuiya zetu hazitakuwa na upendo. Mtoto anayefundishwa kupenda na kusamehe ndiye atakayejenga taifa linalopendana. Hivyo basi, tunapoitikia wito wa Yesu wa kupokea amani yake, tuanze nyumbani. Wazazi na watoto wawe na mawasiliano mema, waombeane, wasikilizane na wasikilize Roho Mtakatifu na kutafuta maridhiano kuliko mafarakano. Familia zetu ziwe ni nyumba za sala zenye kutafuta maridhiano katika maisha mnayoishi ninyi, ili familia hizi ziwe na amani. Tunapokaribia sikukuu ya Pentekoste, tujiandae kwa sala, toba na moyo wa upendo ili kumpokea Roho Mtakatifu kwa nguvu mpya. Tuwe mashahidi wa kweli wa amani kwa kuanza katika familia zetu. Zangu wanasema, tumuombe Roho Mtakatifu ili tuwe na moyo wa huruma katika familia zetu, na hii mioyo ya huruma ndio itajenga amani katika familia zetu. Ndipo ambapo na kijiji chetu kitakuwa na familia bora, kitakuwa na familia yenye furaha, kwa kuwa familia hii imejengwa kwenye amani. Roho Mtakatifu njoo uishi ndani yetu sisi wanasanga, tuongoze, tufundishe, tupate amani ya kweli. Bwana awabariki sana ninyi nyote, na amani ya Kristo iwe nanyi daima. Tumsifu Yesu Kristo.